Najua unawafahamu vyura wengi sana, lakini huyu wa leo atakushangaza. Chura huyu anafahamika kama pipa pipa au Suriname toad. Anapatikana katika msitu ya Amazon, msitu mkubwa na wa kutisha zaidi duniani. Chura huyu hawezi kuruka, anaishi maisha yake yote karibu ndani ya maji. Ana mwili wa bapa, hawezi kuruka kama vyura wengine wa nchi kavu. Yeye ni muogeleaji stadi, lakini akitoka nje ya maji anakuwa mzito na hawezi kutembea vizuri. Vidole vyake vya mbele ni virefu na vimechongoka kama nyota. Vidole hivi vina uwezo mkubwa wa kuhisi, vinamsaidia kutafuta chakula kwenye matope chini ya maji ambako mwanga ni mdogo. Lakini pia hana ulimi. Tofauti na vyura wengine wanaotumia ulimi mrefu kukamata wadudu, pipa pipa hana ulimi. Badala yake anatumia vidole vyake vya mbele kuhisi mtikisiko wa chakula na kisha kukisukuma mdomoni kwa nguvu ya maji. Cha ajabu zaidi ni uzazi wake. Hii ndiyo sifa yake ya ajabu zaidi. Tofauti na chura wengine wanaotaga mayai na kuyaacha kwenye maji, pipa pipa kwake ni tofauti kabisa. Wakati wa kujamiana, jike hutaga mayai na dume huyachukua mayai hayo na kuyaweka kwa uangalifu mkubwa kwenye vishimo vidogo vilivyopo ndani ya mgongo wa jike. Kisha ngozi yake huanza kuvimba na kufunika mayai hayo mpaka yanazama ndani ya mwili wake. Watoto hukua ndani ya matundu hayo kwa miezi 3 mpaka 4. Wanapokuwa tayari, watoto hutokea mgongoni wakiwa tayari ni vyura wadogo kamili. Hii ni moja kati ya uzazi wa ajabu zaidi kwa jamii ya vyura na viumbe hai. Hii ni Njigu Daily. Ni follow, tukutane tena kesho.